Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema mtume wetu alayhi salatu wasalam, innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajha illa an yas'ala ar-rajulu sultanan au fi amrin la budda. Tabia ya kuomba ni mchosho ambao mwenye kuomba yuwaichokesha uso wake. Katika masaili ya tarbia, wanazuoni watuambia kwamba innama yabdhulu fi mas'alatihi ma'a wajhi, mwenye kuomba pindi anapokuwa yuwaomba huwa yuwachukua maji ya uso wake yuwayamimina kwa yule mwenye kumwomba. Na maana ya ibara hii, mpaka inafika wakati ule uso unakuwa hauna tena sharafu, heshima hana tena, kadiri ambapo anapoongeza kule ile tabia ya kuomba anaishusha hadhi ya uso wake, min kathrati suali, tokamana na kule kuomba kwake kwa wingi, na yujulikana baina nas, baina ya watu, annahu ni muombaji sana. Asema alayhi salatu wasalam, katika hukumu hii akavua watu aina mbili ambao wakiomba basi tabu hii haiwafikii. Mtu wa kwanza akasema alayhi salatu wasalam, illa an yas'ala ar-rajulu sultanan, isipokuwa ikiwa mtu amekwenda kuomba kwa kiongozi, kwa mfalme, kwa hakim mas'ul. Katika mazingira ya Kiislamu huwa anakwenda kuomba kuchukua haki yake katika baiti mali almuslimin. Haombi kwamba apewe katika mfuko wa yule mfalme, achukue pesa zake binafsi ampe. Mwenye kuomba kwa ajili hii haingii katika makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali hii ya pili, kwa Muislamu yuwaomba katika jambo ambalo halina budi. Kuna hali ngumu ambayo imemkabili Muislamu, labda hali ya matibabu. Kuna mgonjwa wao katika hospitali, kulingana na hali ambayo Allah azza wa jalla amemjalia nayo, matibabu yale hayawezi. Kwa hiyo akaamua kuwaomba Waislamu, jamani, naomba mnisaidie katika jambo hili, na ni jambo muhimu la maisha. Hili ni jambo ambalo linaingia katika la budda min. Mwenye kuomba kwa ajili hii haingii katika makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanahitaja wanazuoni ambayo ndani yake kuomba inakuwa madhmum. Asema alayhi salatu wasalam, fi amri la budda minhu, kinyume chake ni kwamba unaomba katika jambo ambalo si la dharura wala si la muhimu, malengo ambayo sio muhimu ya kimaisha. Maombi ya sampuli hii pia hayafai katika Uislamu. Ilivyo kiasli ni kwamba familia kama hii ya Waislamu wanatakiwa waangalie sisi uwezo wetu wa kutekeleza sherehe hii ya harusi ni kiwango gani. Kwa hiyo kile kiwango ambacho Allah azza wa jalla amewawezesha ndicho kiwango ambacho wanatakiwa kutekeleza harusi. Lakini pakatokea watu ndani ya ile familia, na sisi harusi yetu lazima tuisimamishe, watu wote wajue kwamba sisi pia tumefanya harusi ya grade fulani, lakini uwezo hamna. Natija yake inatupelekea katika suali nas. Sina watu wanaingia katika taklifu kwenda kuomba, jamani, haya kila mwenye chake, ya nipe wewe, nipe wewe, nipe wewe, nipe wewe. Na ikiwa zile pesa zilizoombwa bado pia hazijatosha, watu wende wakakopesha kwa ajili ya kusimamisha sherehe, watu waje wafurahi, wanawake wafurahishwe katika maholi, na wengine wafurahishwe kwa namna hii, wengine wafurahishwe kwa namna hii. Alhasili zile gharama zinakuwa kubwa bila ya maana na bila ya sababu. Hili jambo halifai katika Uislamu. Harusi inamalizika mwaka mmoja, miwili, mitatu, bado mama au baba analipa madeni ya harusi. Harusi ile ile ingelikuwa imetimia malengo yake lau Waislamu wale na familia ile wangelikuwa wameifanya kwa kadiri ambayo Allah amewezesha. Hili jambo halifai katika Uislamu, na ni uzito na taklif ambayo Muislamu anajipa mwenyewe pasina dharura wala pasina. Ma huwa almanhi anhu alladhi waqa'a fihi tarhib, ni jambo lipi ambalo amelitishia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ametishia mtume wetu salawatu rabbi wasalamu alayhi katika hadith kule kuomba takathura bila sababu.